ulini wakiyaleta manukato yaliyowekwa tayari. Wakalikuta kaburi, wakalikuta lile jiwe limeviringishwa mbali na kaburi. Wakaingia wasiuone mwili wa Bwana Yesu. Ikawa walipokuwa wakifadhaika kwa ajili ya neno hilo, tazama, watu wawili walisimama karibu nao, wamevaa nguo za kumetameta. Nao walipoingiwa na hofu na kuinama kifudifudi hata nchi, hao waliwaambia, kwa nini mnamtafuta aliye hai katika wafu? Hayuko hapa, amefufuka. Kumbukeni alivyosema nanyi alipokuwako Galilaya, akisema, imempasa mwana wa Adamu kutiwa mikononi mwa wenye dhambi na kusulubiwa na kufufuka siku ya tatu. Wakayakumbuka maneno yake, wakaondoka kaburini, wakarudi, wakawaarifu wale 11 na wengine wote habari za mambo haya yote. Nao ni Mariamu Magdalena na Yohana na Mariamu mama ya Yakobo na wale wanawake wengine waliokuwa pamoja nao. Hao waliwaambia mitume habari ya mambo haya. Maneno yao yakaonekana kuwa kama upuzi kwao, wala hawakusadiki. Lakini Petro aliondoka akaenda mbio hata kaburini, akainama, akachungulia ndani, akaviona vile vitambaa vya sandatu, akaenda zake akistaajabia yaliyotukia. Neno la Mungu. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru. Asante kwamba umetupa neema tena ya kukusanyika mahali hapa Kwembe kufanya ibada. Tunakuadhimisha siku hii ya Pasaka, tukikumbuka kufufuka kwako Bwana Yesu katika mauti. Tufundishe kwa neno lako. Tunajua kwamba na leo unalo neno kwa ajili yetu. Tubariki watoto wako na libariki kanisa lako, na ututie nguvu tena katika maisha yetu ya imani. Kwa Kristo Yesu Bwana wetu tuomba na kuamini. Amen. Amen. Keti katika uwepo wa imani. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Ole yote ni tumie fursa hii kumshukuru Mungu muumba mbingu na nchi, aliyenipa nafasi na mimi kufika hapa Kwembe. Mara yangu ya pili nafika, lakini mara ya kwanza katika ibada. Mwaka jana nilifika Jambatana na Mshikaji, alikuwa na mambo ya kiofisi, haikuwa muda wa ibada, lakini labda mmoja mwile wakati onana, na si lazima ukumbuke. Lakini pili nimshukuru Mungu kwa ajili ya Mchungaji Mkia. Mara kadhaa na kupata mwaliko hiyo kuja kushirikiana pamoja naye katika kanisa la Mungu kwa mafundisho na pamoja na mitaa yote na wainjilisti. Na vile niko Kwembe, nitumie fursa hii kumshukuru Mungu kwa ajili ya madhabahu na kanisa la Mungu hapa Kwembe. Mwinjilisti Mzava, hongera sana kwa utumishi. Bwana mtaniambia kanisa kubwa hili tazama, na nasema mchungaji, ni Mungu anatutia nguvu. Hongereni pia washirika wa Kwembe. Nilipokuja mwaka jana ambao nilishia ofisini, nilikuta kuna kanisa hapa, nikaambiwa na mchungaji Mkia, kanisa la zamani, na hapa halikuwa hivi pia. Kwa hiyo nimeshangaa. Nimshukuru Mungu pia kwa kunikutanisha na ndugu yangu Theologia na mchungaji mtarajiwa sasa Esther. Mungu akubariki sana na karibu shambani. Najua umekuwa katika huduma muda mrefu, lakini tunaendelea kukaribisha. Niwapongeze sana na kuwatakia heri ya Pasaka ninyi nyote watu wa Kwembe
tusiofahamiana, na wengi kweli kwamba tufahamiane, lakini Mungu amenipa. Mimi naitwa Daniel Masunga Machibia. Machibia ni mchungaji katika Dayosisi Mashariki ya Ziwa Victoria kule Mwanza. Ni mkazi wa Nyegezi. Sasa ni mwenyeji wa Pasiansi, lakini sasa ni mkazi wa Nyegezi kwa sababu tumesogea mazingira yale ambapo usharika wa Baraka Nyegezi karibu na chuo cha Mtakatifu Agustino, ambapo mke wangu anatunza kama mchungaji kiongozi usharika ule. Kwa mimi na nyumba yangu tunamtumikia Bwana. Karibuni Mwanza, na sasa niko Arusha. Tukutana Arusha, sijasema ni mwanafunzi namalizia masomo yangu pia Arusha. Nilirudi masomoni, si vya muhimu sana, lakini utambulisho wa binadamu ili tupunguze maswali tukionana. Amen, amen. Funika ako kafaili ambako si lazima sana, alafu fungua Biblia ambayo ni lazima kabisa kwenye ibada yako hapa. Sina tosha. Amen. Tumesoma Luka sura 24 mstari wa kwanza hata ule wa 12. Luka sura 24 mstari wa kwanza mpaka wa 12 ndio ujumbe ambao tunatafakari katika maadhimisho ya Pasaka, tunapokumbuka kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Twende pamoja, tuseme mambo mengi, twende pamoja, usiondoke kama ulivyokuja, ondoke na kitu angalau kidogo. Ndugu zangu, maisha ya mwanadamu yamejaa mapito ya kila namna. Maisha yamejaa hisia mchanganyiko. Kesho nalia, kesho kutu na furahi. Maisha yanaendelea. Ni mzima, kesho unatetemea. Maisha yanaendelea. Ndio rafiki yako, maisha yanaendelea. Lakini mabaya zaidi ni yale ambayo yanaweza kusababishwa na watu. Yanatuumiza zaidi kibinadamu. Yaani bora ujiumize wewe, ujikate, unakata vitunguu ujikate, lakini kuliko kukatwa na mtu. Naonaje? Naumia. Kwa nini amenikata? Kwa nini amenifanya hivi? Mwanadamu maisha yake hana uhakika nayo. Kisafiri hana uhakika na salama yake safari. Akilima hana uhakika kama atavuna, kwa sababu anatazama juu, Mungu alete mvua. Mungu anajaribu kutufundisha kwa kujipa mfano mwenyewe wa maisha kupitia Kristo, kwamba maisha ya mwanadamu hayajitosheleshi kwa kuwa yeye peke yake pasipo msaada wa Mungu, na kwamba anaweza kupitia mengi kama akiwa nje ya Mungu, kiasi cha kumkatisha tamaa kabisa. Mwanadamu akipitia mengi sana, huhisi mpaka ameachwa na Mungu. Katika Mungu watu wamekataliwa, wanaweza kukataliwa na watu wakataa kabisa. Kwa hiyo katika Pasaka ni jumla ya mambo haya yote. Kilele cha matukio haya yote katika Pasaka yanatufundisha, kututoa kote tulikotoka katika ibada hizo zilizopita, kutuonesha maisha ya mwanadamu na mahusiano yake na Mungu na salama yake ama wokovu wake. Mwanadamu anaweza kukataliwa, mshikaji wako kabisa, nafahamiana naye kabisa, kweli, lakini kwenye wakati anakukataa kabisa. Na yule ambaye ulikuwa unamtegemea, yaani fulani ukimpigia simu moja, tayari mambo yako ameyasoma. Nashindwa kabisa kuyasoma. Unalia, usipoelewa vizuri unaumia,
Sasa alisema atanisaidia, nikimwambia hana uwezo sasa wakati ule. Ama moyo wako umebadilika, anasaidia watu wengine. Adamu, moyo unabadilika, anakuumiza kabisa. Mtoto wako kabisa, mtoto ulimzaa, baadaye unaona kabisa amebadilika, ni kama hana msaada tena kwako. Moyo wako unakaaje? Halo, mshikaji wako, rafiki yako unaengwa na kusaliti, unabaki peke yako. Mahali mengine ambapo hujafanya makosa unaonewa, wanakuonea kabisa, wanasema ni huyu, lakini unajaribu kujitetea, unasema jamani, mimi sijafanya hivyo. Mwinjilisti mzako unasema mimi sijafanya, mnanionea. Wanakwambia ni yeye, anajitetea tu. Moyo unaumia, mbona hawanielewi? Lakini sio mimi, lakini ndio kwanza wanaendelea kuumiza. Unafukuzwa, unakosa kazi kabisa, unakosa kazi kwa kosa la kusingiziwa, wanakufukuza kabisa, na wanakuandikia na barua. Wakiona haitoshi, wanakunyima na marupurupu na mambo mengine ambao mtu akitengeneza hata mkataba anaweza akapewa, wanakunyima yote, na wanajipiga vifua, wanagonga na glasi, wanasema tumemmaliza mjinga huyu, tumemweza kwa mtu mbaya sofaa kwenye ofisi yetu. Lakini ulitumika kwa uaminifu na kwa bidii, ulijitahidi ofisi iwe productive, ofisi iwe na matunda. Lakini hawaelewi, wamesema ndiye aliyesababisha hasara kwenye ofisi yetu. Moyo wako unakaaje mwanadamu? Moyo wako unakaaje hapo? Maumivu, nasalitiwa, alisema kabisa nitakupenda, kinywa maji na kuona kwenye glasi ya huyu. Kaniambia tu mwezi kupita mwaka jana kwamba hata akinywa maji anaona kwenye glasi. Ni binti. Baadaye huko mtaani unashangaa unakutana na kadi ya harusi, anamuoa mwingine. Wewe hapo unaonekana kwenye glasi, unabaki kwenye glasi, anapeleka mwingine nyumbani. Mungu atusaidie kuelewa. Unaumia sana mwanamke, nakata tamaa, najaribu kukata tamaa. Unaona maisha hayafai. Mwingine anasema tajinyonga, nijiondoe tu, wasinyonge. Aibu uliotangazia washikaji na mashosti na odewa, sasa mambo yashaenda hivi, na wao wanaziona zile kadi za swaiba wako, rafiki yako wa karibu ndio wanaolewa. Nilikuwa naumia. Bila Mungu nakufa wewe, nakata tamaa kabisa. Maisha unaona yafai. Chipsi mayai sio tamu tena, hakuna kitu. Kitanda kizuri hakilaliki, kina kunguni. Tunakwambia kunguni hawapo, wewe unasikia kunguni. Singizi hamna. Umesalitiwa, umeonewa, umeachwa, na wanafurahia kukuacha kwako. Wanakuita mjinga kabisa. Sasa vile mjinga, mimi ningeoa mwanamke wa hivyo kweli, miguu inaenda kama inarudi. Kijana wa kiume ulimpenda, kama ni kijana anasema mimi sio type yako tena. Mungu atusaidie wanadamu. Unajitambua hivi mshikaji, unasema mbona nimefunga na tai nimepiga, unaumia ndani, kwani nimekosa nini? Mbona nilikuwa mwaminifu, singepata mimba? Mbona nilikuwa mwaminifu kabisa mbele za Mungu na mbele yake? Leo si type yake. Mbona kwa wakati anasoma hata nilimsaidia mahitaji, alikuwa maskini familia yao kabisa. Unaumia, umesalitiwa. Unahitaji Mungu. Ila Mungu wanawake wote tawaita mbwa. Sikia mtu anasema wanaume wote ni mbwa. Ameumishwa Mungu. Kila kitazama ananiona kabisa, hata mchungaji hapa na miguu
mwanaume anasema leo tunahubiriwa na Mungu mwenye kansu. Shaumishwa. Hao ni suri tena. Hao ni kama kitu. Upite na wigi, upite si na nini, hao ni kitu, ashaumishwa. Aisha na gumu mabaya kwa ameachwa ameumizwa. Upweke. Unasema nini sasa? Unasema nini? Nguo zinakutela. Unaenda kila siku unapeleka nguo kwa fundi bana na hapa, unabana hapa. Kesho unapeleka bana na hapa kwenye kiuno. Walio kutenda ni washikaji zako kabisa. Umejaribu kufanya biashara kama enda na maji, uelewi. Unamka asubuhi kuku wote wamekufa, unaanza kutafuta mchawi. Nani kaloga kuku wangu? Unakutana na mtu na mhubiri wa uongo na kweli kwenye matumbali kule anakuambia, "Njoo, biashara yako ikombolewe." Yaani huna kitu na unapaswa upeleke kitu. Watoto wameharibika tabia, mtoto anavuta bangi. Umemhudumia kila kitu, lakini alichojifunza kule boarding school ni kuvuta bangi. Unajaribu kusema nikimbilie madhabahuni, unaenda kwenye maeneo, unaacha madhabahu, mwinjilisti anasema hapa ndio madhabahuni kwako. Mungu amekuita hapa uhudumiwe ule hapa. Hakuna longolongo. Wewe unakimbilia kule, wanakwambia leta 500,000 tumkomboe kijana wako. Tumkomboe. Unamwacha Yesu, unampelekea tena mwanao. Jamaa anaenda kushikisha tumbo, eti amkomboe mtoto. Ya kwenda hata msalabani. Yule hata sisimizi tu anaruka. Atamkomboaje mtoto mwanadamu ambaye hata nge akimuomba anaanza kuhangaika. Hii tunampelekea mkomboe mtoto wako. Unamwacha Yesu aliyekufia msalabani. Dunia ina mambo mengi, maisha yana vitu vingi hivi. Nampenda sana falsafa ya Paulo anaposema na Wafilipi sura ya 4 kuanzia mstari wa 12 mpaka 11-13. Anasema, najua kushiba, najua kuwa na njaa, najua kuwa na vingi, najua kupungukiwa, najua kudhiliwa, anajua kushangiliwa, anajua kusomea, anajua. Kwa hiyo wakimsomea fresh, wakimshangilia fresh, wakikuona wa maana poa, wakiona hauna maana sana poa. Yaani manake amemwelewa Kristo mpaka ameyatafasiri maisha katika namna ambayo ana falsafa very strong. Hauwezi kumfanya lolote chochote. Na ndicho ambacho tukimwelewa Kristo tutayaelewa maisha. Akatuambia sasa, akatuambia katika Yohana 16:33, duniani mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Kama kuna mtu alishinda, kama kuna mtu tunaweza tukajifunza tukaiga mfano wake, yuko huyu aliyewahi kuishi kama mwanadamu duniani. Ni huyu nani? Yesu Kristo. Sababu ziko wazi, aliyashinda yote ya ulimwengu. Alishinda kaburi na mauti. Babu yangu hakushinda kaburi na mauti. Ninamkumbuka Mungu alimtoa. Nina mengi ya kujifunza kwa wazazi wangu, lakini si yote yako yasiyofaa. Nina mengi ya kujifunza kwa rafiki zangu, lakini si yote yako yasiyofaa na waachia. Lakini kwa Yesu najifunza yote, maana yeye alishinda yote. Ni mwalimu na akasema mwenyewe, jifunzeni kwangu, mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, na ninyi mtapata raha nafsini mwenu. Hausomi Biblia? Yohana ile sura ya 16:24 akasema, hata sasa hamkuomba, ombeni ili furaha yenu iwe timilifu. Pasipo Mungu furaha yetu ni nusu nusu.
ni vipande vinavunjika, tunavilazimisha kuviunganisha, vinavunjika. Ndugu zangu, leo tunapoadhimisha Pasaka na kufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo, kunaturejesha kutafakari mambo matatu ambayo Mungu amenisemesha niseme na watu wako. Yesu amepitia yote haya, amekataliwa na wanafunzi wake aliokuwa wanaamini. Nakumbuka akachukua vijana, akachukua wanafunzi watatu, anambia twendeni tukaombe. Wanafika, anapanda mbele kidogo pale Gethsemane yenyewe, jamaa anachili hapa chini. Yesu yupo busy anaomba, jasho linamtoa, anaomba. Majamaa huko chini anaposhika kuangalia, yamefanya yamelala, piga mbonji. Kaza kwa mwanadamu anasema, baba fulani, shangazi, nani ananiombea? Sikiliza, kuna vitanda vya 6 kwa 6. Yangapi? Yaani unafikiri wanakuombea wote, wanakuombea na haya magodoro ya 12. Ya magodoro manene hivi, kiwanda kinatangaza godoro la kunesanesha, ndio wanakuombea hapo. Mungu asipohusika kwenye maisha yako, utayaona maisha machungu, hutoishi kwa furaha duniani. Kiroho watakupelekesha, watakugeuza kama chapati. Kuna wakati mwingine uelewe Mungu ni yupi, ni kweli ni yupi. Mambo matatu ambayo Yesu anatufundisha Pasaka hii. Jambo la kwanza, wanakwenda kutazama kaburi. Walipomzika Yesu, walipomweka, waliweka na jiwe likutosha, wakaweka walinzi. Wanasema walinzi na hili jiwe. Inawezekana kuna mtu akaja akawapa mapesa, maana wanakumbukumbu jinsi ambao wamempata Yesu wao ni kwa kulipia pesa kwa Yuda ili amsaliti. Wanawaza labda kuna mtu anaweza akaja hapa mambo yakaenda sivyo. Hili jiwe tuligonge na muhuri ili watulitoa tujiwe. Jambo la kwanza na kufundisha, ndugu yangu, kusudi la Mungu halizuiliwi na vizuizi vya mwanadamu. Kusudi la Mungu kwako halizuiliwi na chochote cha mwanadamu. Kweli watafanya, kweli watakutendea, kweli watajaribu kukuumiza, kweli watajaribu kukurudisha nyuma. Ni kweli hali ya hewa, mazingira, chochote kile kinaweza kukujaribu sana, lakini shika hili, kusudi la Mungu kwako haliwezi kuzuiliwa na chochote, including wanadamu. Hakuna wa kuzuia kusudi la Mungu kwako. Lile alilopanga Mungu ulifanye, ulifikie, ulitende, hakuna wa kulizuia. Nasema kama Mungu alikusudia utakaa hapo, kwa jina la Yesu utakaa kwa majina ya Bwana. Hakuna wa kuzuia, hakuna wa kupinga, hakuna. Hata waweke vizingiti vingapi, hata waweke vizuizi vingapi, hata watie maneno mangapi, hata waweke mipango gani, lile ambalo Mungu amekusudia juu ya maisha yako litatendeka kwa wakati wa Bwana. Hakuna kitakachozuia. Yesu ameandikiwa kufufuka, na aliwaambia watu wa Galilaya kwamba siku ya 3 atafufuka. Dola ya Kirumi imejaribu kuweka kuseti mipango ya kuzuia asifufuke. Nimekwambia wakaweka mambo mangapi? Wakatumia njia ngapi? 3 kwa wakati mmoja. Ya kwanza, walinzi.
Ya pili, jiwe. Ya tatu, jiwe ligongwe muhuri, asitoke yule mwamba. Wasije wakasema wakamuiba wakasema amefufuka. Lakini nasema kama isivyo Bwana, tunaposoma maandiko, Yesu Kristo wakati ulipofika, walipokwenda kumtazama, hata wanafunzi na kina mama hawa ambao wanaamini huyu Bwana wetu ameshachukuliwa, wameshamweza, hakuna namna, bora tukampaka tu mafuta. Wanapofika kwenye kaburi, wanashangaa wote, kaburi liko wazi, jiwe limezungushwa, liko mbali. Hata walipokwenda karibia kuuliza nani atakayefungulia, Mungu anasema sio kazi yenu kuwaza nani atasogeza jiwe, ni kazi yangu. Yale mambo yote magumu, Bwana ni kazi yake kwenye maisha yako, kwenye maisha yangu, atayafanya mwenyewe. Hata kama sisi tunauliza vichwa, lakini yeye anawaza njia nyepesi sana. Mwingine kwa maana hapa ni mpweke, unasema nani atanivinishia hili jiwe la upweke kwenye maisha yangu? Swali gumu. Wengine wanasema mimi kama kila mara nikienda wanikataa. Unaniuliza hii hali ya kukataliwa, nani ili ni jiwe zito, nani atanivilingisha liondoke? Yuko mwanaume wa wanaume, yuko mwamba ambaye hashindi kulivilingisha, ambaye nimemsikia mama mmoja hapa wakati wanaigiza, na kina mama wanatuchallenge sisi vijana hapa, maana vijana mlikosa pia mimi na maigizo yenu. I don't know kama mliigiza hivi mama, wanatuchallenge kina mama, wabibi wengine hapa, mama zetu wanaigiza, sisi tumekaa huko vijana. Ila nimetoka tu nimekuwa script, hata naona furaha ndio kijana mshangani kwetu kule Pasiansi Mwanza. Jana mmekaa kwa mama ndio wanaigiza hapa. Achana hiyo nani. Bwana Yesu asifiwe. Umekaa. Lipi jiwe lako zito? Lipi swali lako zito? Maana lile kina mama ndio ilikuwa swali lao zito, gumu walikuwa nalo. Ni kweli tuko tayari kwenda, lakini nani ataondoa jiwe pale? Mungu wako Pasaka hili anasema lile ambalo ni gumu kwako, lile ambalo limekushinda, lile ambalo hakuna hata mtu wa kusogea kusaidia, yeye anasema atalivilingisha mwenyewe, atalitoa mwenyewe. Mwamini atalitoa. Mimi nilikuwa na mawe yangu mazito kwenye maisha, nilikushuhudia utashangaa, lakini tangu nijue siri, tangu nimjue Kristo na uzuri wake, nilimwambia mazito yote ni ya kwako, magumu yote ni ya kwako. Mimi siwezi kujisumbua na kitu ambacho hata sina hata uwezekano wa kupata robo ya jibu. Mwachie Mungu akujulishe makubwa yatoe kwenye maisha. Kusudi lake haliwezi kuzuiwa na chochote. Waamini. Walinzi hawakuweza, jiwe halikuweza, na muhuri kabisa hakuna chochote kiliweza kuzuia kusudi la Yesu, la Mungu mwanae afufuke. Jambo la pili, nilitangulia kueleza habari ya kutoka maisha ambayo katika binadamu wake Kristo alikuwa mwanadamu kweli na Mungu kweli, anatufundisha aliyopitia yote. Kuna sehemu walimfuata wengi, kuna sehemu walimkimbia. Sinakumbuka hata alipolisha watu mikate wakamfuata maelfu. Lakini mtazama Yesu, alipopatwa na magumu walimkimbia wote, hata wanafunzi. Unasema na watu wengi sana kwa sababu mambo yako yamenyoka hivi, yakianza kuwa na kona watakukimbia. Lakini mapito yako katika maisha yasikuvunje moyo, yasikukatishe tamaa, yasiondoe tumaini lako kwa Mungu. Mabaya yote, maneno magumu, usaliti, upweke, magonjwa, kila kitu kigumu kwako kisiondoe tumaini lako, kisikuvunje moyo.
acha biashara iharibike, lakini tumaini lisiharibike. Chochote kile kije kwenye maisha yako kigumu kiasi gani, kije tu, lakini kisiondoe kitu kinaitwa tumaini na imani yako kwa Mungu. Wako watu wengi tunajifunza ambao walipata na hukumu, lakini imani yao ilisimama. Tatizo litakapoondoa imani yako na tumaini, ndo kabisa umepotea. Ndoa inakaa hivi tengetenge na yumba kama gari lipo kwenye makorokoshe. Imani yako kwa Mungu isiondoke, hata kama unajiona leo. Mtoto mmoja aeleweke, watoto wangapi waeleweke nyumbani, tumaini lako kwa Mungu isiondoke. Jaribu lisikuvunje moyo ukamwacha Mungu. Kristo alipitia yote haya, lakini alibaki na Baba mpaka mwisho aliposema, mikononi mwako naiweka. Nataka kusema nini hapa? Vumilia, Mungu anajua unachopitia. Ni swala la muda, usipoteze imani yako. Ni swala la muda, Mungu atakutoa hapo, Mungu atakutendea, Mungu atakuvusha. Yesu alivumilia, alitii mpaka mauti. Yuko kaburini siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu. Si kwamba alikuwa hawezi kufufuka siku ya kwanza, yaani alikuwa na uwezo wa kumtoa roho akairudisha. Alikuwa na uwezo kufufuka baada ya masaa mawili. Lakini kuna wakati ambapo Mungu anataka hata adui zetu aje, anawaandalia mshangao mzuri. Kwa hiyo siku ya kwanza na siku ya pili na siku ya tatu wanafikiri wamemweza Yesu. Sikiliza mwanangu, inawezekana kuna kitu ambacho unapitia kigumu, ambacho unahisi labda Mungu amekuacha. Nataka nikwambie, Mungu hajakuacha. Mungu anasubiri siku yako ambayo atakapokutoa pale watu washangae. Maana wengine wameshazoea kukuona huko pale. Kumbuka wale wanawake wameshazoea sema yuko kaburini. Kwa hiyo wanaenda kumtazama kaburini kwa nia njema, lakini wanajua yuko pale. Hayuko hapo. Watakutafuta katikati ya wagonjwa. Hautakuwa mgonjwa, hautakuwa pale kwenye hicho kitanda. Watakutafuta katikati ya maskini, hautakuwepo kwenye hilo kundi. Watakutafuta katikati ya waliokataliwa. Wewe ndio mtu mwenye kibali ile eneo. Watakutafuta katikati ya watu dhaifu, hautakuwepo kwenye hilo kundi. Watakutafuta katikati ya watabangi, hautakuwepo. Wanao watakutafuta katikati ya wasio kanisani. Watakukuta unafanya huduma ya Bwana kubwa, watashangaa, watasema ni huyu. Ndiyo, ni wakati wa Bwana, ni siku ya Bwana imeshafika kwake. Maana la Bwana halizuiliwi na chochote. Usikate tamaa. Subiri majira ya Bwana, subiri muda wa Bwana. Yesu yuko anasikilizia mchongo wa siku ya tatu. Ametulia kaburini siku ya kwanza, siku ya pili ametulia kaburini. Hawamuoni kabisa ametulia hivi. Anasema siku ya tatu ilipofika, hayupo kaburini. Siku ya tatu, siku ya tatu. Sasa siku ya kwanza nichekeni, hamna shida. Siku ya kwanza nichekeni, yeye ni haki, nitemeni na mate kabisa, hamna shida. Nasema hamna shida. Siku ya kwanza semeni yote, siku ya pili tukaneni matusi yote. Ndio ambia malizieni, jitahidini, malizeni matusieni, jitahidini yaleteni. Watu ambao Bwana atawajilia, ni siku ya aibu kwenu, ni siku ya aibu kwenu. Na mimi nitatembea kwa ujasiri. Nasema niliwaambia Mungu niye naye ni mkuu kuliko mimi. Niliwaambia Mungu niye naye, tekniki zake ni za ajabu kuliko mipango yenu. Niliwaambia Mungu wangu ni mkuu kuliko chochote kile. Wewe angalieni sasa, angalieni aibu mlio nao. Siku ya tatu hayupo kaburini. Yesu amefufuka, hayupo kaburini. Walikusema wale kiona changu, kiona. Na mzee mmoja alikuwa yeye ni wa kikosi. Usijimilikishe tatizo.
Kama lipo hapo, lipo kwa siku ya kwanza na ya pili, siku ya tatu halitokuwepo, siku ya tatu halipo kwenye maisha. Usimiliki matatizo. Yule mzee kwa ukimsalimia anambia, mzee shikamoo, marhaba, naendeleaje mzee? Niishi kikozi changu. Anakoa kabisa. Kuna watu wanamiliki matatizo wanayofanya ya kwao. Ukimsalimia anambia, niki kiuno changu, nini bega langu, nini kifua changu, nini kifua changu. Sikiliza, usimiliki matatizo. Yesu hakumiliki kaburi. Yesu hakumiliki kaburi. Alipita pale kwa ajili ya mpango wa Bwana. Alipita pale kwa sababu ya kukamilisha misheni ya Mungu. Kaburini hapakuwa makao ya Yesu, lakini kwa ni sehemu ya kupita ili kuchukua utukufu wa Bwana, ili kumfunua Mungu aliyemkupa kwenye maisha yake. Tutaumwa sawa, lakini magonjwa sio kwetu. Maana yasema tutaishi, hatutakufa bali tutaishi. Taushika. Ndio nasema neno moja nimetaka kwa Bwana, ili moja nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Na kufanya nini? Anataka uangalie usuli wa Bwana. Hatuko duniani kwa hesabu mabaya, tuko duniani kwa hesabu mema ya Bwana, tuko duniani kwa hesabu makubwa ya Bwana. Si ubiri habari ya maumivu ya kaburi hapa, na ubiri habari ya ushindi wa Yesu kaburini, aliposhinda dhambi na mauti. Wanaume wako. Kwa hiyo vumilia siku ya kwanza. Amen. Bro, siku ya kwanza vumilia, sawa? Sawa. Wakuita majina mabaya siku ya kwanza, poa. Sawa mwanangu. Usijali au sio? Hamna kujali siku ya kwanza. Tunakubaliana? Si ya kwao watesi. Si ndio? Siku ya pili si ya kwao. Sisi tunasubiri kuanzia siku ya tatu na milele. Watatafuta pa kujificha. Wale walinzi wakasema, sasa ametokaje? Wale wanasema hata mimi sikumuona. Tutapigwa. Asikiliza, watajua wenyewe, lakini sisi hatupo hapo. Yesu amefufuka na ataondoa ya kwetu ambayo tuliona kama imeshindikana. Nampenda Yesu. Hapa duniani mimi sijaona mwanaume kama Yesu. Mwenye sauti nzuri uzidi mimi basi nashike maiki hapo tuimbe kidogo dakika moja. Unajua sikia kitu nawe tutaweza. Tunagawana kwa mwenye wimbo wake. Hebu simama. Sijaona mwanaume kama Yesu. Nami naungana na wewe kwa kweli. Duniani. Hebu cheza kwa kweli. Hakuna. Sijaona mwanaume kama Yesu. Hata kama usiku cheza jitikise. Alizaliwa kwa tabu yeye. Walitaka kumuua nami. Walitaka kufanya nini? Hawakujua yeye ni Mungu. Hawakujua kama ni Walizani tu wakawaida. Nisabeke Mungu nani atashinda. Hakuna. Yaani kifika mahali pale, mimi natembea kisimama na mbamba hiyo. Yaani nifikiria habari kwamba hakuna mwanaume kama Yesu. Na Yesu ambao ananisaidia kwenye maisha yangu. Woga najiona kabisa bonge. Hata nikifika mlango wako ni hivi nimesema, hebu panua mlango ndio niingie. Maana najiona bonge, ninaweza nisipite hapa. Yaani najiona bonge kabisa. Hakuna. Nasema hakuna kama Yesu. Hakuna kama Yesu. Kuna siku watakuja kutafuta msaada kwako, hata kama wamekuona wewe. Kuna siku watakuja, tusaidie Bwana. Wengine watakuja na kinafiki kabisa. Unajua Bwana, wewe ulikuwa
kazi sana pale kijijini. Sawa. Si nilisema mama amezaa mtoto mwenye kichwa kikubwa. Imekuaje? Haleluya. Jambo la mwisho, kama ni hayo, kama ni hivyo, kama tunakubaliana hivyo mwinjilisti, kama tunakubaliana hivyo mchungaji, imani na wokovu wetu na tumaini letu ni la hakika. Nasema imani na wokovu na tumaini letu sisi ni la hakika. Ni la hakika. Paulo anasema katika Wakorintho wa kwanza 15:17-20, kama Kristo asingefufuka, imani yetu ingekuwa nini? Ni bure. Kama Kristo asingeshinda mauti, imani yetu isingekuwa na kitu chochote cha maana. Lakini akasema mstari wa 20, lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu, limbuko lao walilala. Maana yake imani yetu ina maana, ni ya kweli. Imani yetu ni ya hakika. Kama ni ile kufufuka kwa Yesu tunathibitisha hili, amefufuka kama alivyosema. Ndilo neno ambalo tumesoma la Mungu. Amefufuka, aliwaambia kule. Yeye akisema hadanganyi. Unajua nilisema tu nilipitiwa. Unajua nilikuwa na haraka. Hana haraka, hachelewi, hawali. Wameimba. Kuna watu wameimba. Kwa hiyo hachelewi, hawali. Amefufuka. Alisema atafufuka na amefufuka. Imani yetu, tumaini letu, wokovu wetu katika Kristo ni wa hakika. Nini kinakusumbua? Ilete kwake. Ni dhambi, ilete kwake. Ni nini? Ilete kwake. Ni stress, tuleta kwake. Yeye ni mwalimu, yeye ni mentor, ilete kwake. Imani yetu ni ya kweli. Tusimtilie mashaka Yesu. Yeye alishinda dhambi na mauti. Hakuna mwanadamu aliwahi kushinda dhambi na mauti ila Kristo. Kama alishinda, na sisi atatushindia. Kama aliweza, na sisi atatusaidia. Mwimbaji mmoja mmoja na wimbo anasema, tangu siku hiyo aliponijia, wimbo 428, tangu siku hiyo aliponijia, akae moyoni mwangu, sina giza tena ila mwanga. Maana kisa saa 9 nilipoanguka akiwa msalabani alinimaliza. Anapofufuka ni mwanga. Hata ndio wanasema alfajiri wanakwenda mwanga unaanza kuja. Tangu siku hiyo aliponijia, akae moyoni mwangu. Tinde pamoja. Tangu siku hiyo aliponijia, akae moyoni mwangu. Sina giza tena ila mwanga. Yesu Mwokozi wangu, amani moyoni mwangu. Kwa Yesu Mwokozi wangu, sina shaka kamwe, kwa sababu yeye yu nami moyoni mwangu. Yesu ameachilia mwanga baada ya giza kwenye maisha yetu na kwa ulimwengu. Tunapokula na kunywa katika Pasaka hii, twendeni tukawaambie na wengine walio sana, tukawaambie habari ya tumaini letu, tukawaambie habari ya imani yetu, tukaeleze habari ya uzuri wa Yesu kwa maneno na matendo yetu. Wasioweza kuelewa kwa maneno, waelewe kwa maisha yetu na matendo yetu. Twendeni tukawaambie, maana wapo wengi mno waliokata tamaa. Wapo wengi ambao dunia imewavunja mioyo. Wapo wengi ambao dunia imewapagaza vibaya sana. Tukawatie moyo. Waliokata tamaa, tukawatie moyo. Kristo anapotutia moyo sisi tukiwa imara,
kazi yetu pia ni kwenda kufanya hivyo hivyo. Nimwambia hata Petro, nimekuombea wewe Petro, kiongoke kuimarisha kanisa. Mungu anatumarisha sisi tukaimarisha kanisa. Niwatakie Pasaka njema ya tafakari ya ukuu wa Mungu katika maisha yetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tulieni. Baba, katika jina la Yesu, umenituma niseme, nimesema yale ulionijalia kusema. Kazi yako Roho Mtakatifu kuendelea kuzungumza na watoto wako katika maisha yao. Ibariki neno lako, bariki kanisa lako, bariki maisha yao na ulikuze kanisa lako. Amen. Sina hoja tena ya kutangatanga, ndiye kiongozi wangu. Tuimbe pamoja. 428 beti la pili. 428 kama pokea ujumbe beti la pili. Sina haja tena kutangatanga. 1 3. Sina haja tena ya kutangatanga, ndiye kiongozi wangu. Zote zimeondolewa na Yesu mwanae Mungu. Amani moyoni mwangu, kwa sababu yeye yunami moyoni mwangu. Mtumishi wake mchungaji, kwa niaba ya washarika wa mtaa wa Kwembe, tunapokea ujumbe kwa moyo wa shukrani. Mungu akubariki. Basi Mungu aendelee kuzidisha. Haleluya.